wakapanganga baby shower bila mimi kujua. Geturi gekoro todona gegekoro patane kimekedu direge kandini. So after nimefanya baby shower, kutoka hapo na hapo nikaanza forced labor. If you're a returning subscriber, welcome back, and if you're new here, welcome to the Miracle and Katru family. So guys, mmekuwa na maswali mingi sana kuhusu hii ball niko nayo ya pili, and I'm not going to start with hii ball ya pili. Kuna watu wananiuliza whether nilikuwa ready, whether ninajua gender, whether katikati ya hii pregnancy na Ronix ni gani ilinisumbua. So I decided nitaanza na story ya Ronix, pregnancy journey ya Ronix, because I did not do it, okay? And so guys, the reason why I'm starting with that ni kwa sababu nimekuwa nikiingia lives na kuna tumaswali nimekuwa nikiulizwa na watu, and it will make sense to you nikishapeana story. So guys, one thing about Ronix, we had not planned for it. Yes. Now, the reason why we had not planned for it is because I thought I was barren. Ama, in other words, nilikuwa nadhani mimi ni tasa. Because tulijuana na Peter, then kutoka time yenye tulianza kukaanisha na Peter, tulikaa for 3 years trying to conceive na iko ina work. And then mind you, that time ndo kulikuwa na pressure ya baby mamas, sijui. So I thought Peter ataniacha. So we used to try, we never used protected sex, let me say that. Hatukuwahi tumia anything, sikuwahi tumia any family planning, isipokuwa once tukianza kukaanisha na Peter, alikuwa naogopa nipate ball. So there was this time aliniforce nimeze P2 akiniona, cause we used to do blah blah blah, then namdanganya nimemeza. So that was the only time nilimeza. Na sasa wakati tulianza kutry kuconceive, na mwambia mimi nataka ball, nataka mtoi, cause nilikuwa naona kama anaweza niacha. Mimi namwambia nataka mtoi. So I had to tell him the truth. Mimi mara zenye zote umekuwa ukiniambia nimeze, sikuwahi meza isipokuwa ile time moja uliniambia nini nimeze ukionanga. So tukaendelea tunatry kupata mtoi for 3 years na hatupati. So it reached a point nikamwambia to adapt mtoto, because I normally have the love of kids. Hata kama mtu si mtoi wangu, mimi napenda watoi naturally. So ikafika place nikamwambia, you know what, what do you call it, tuna adapt mtoi. So he told me, hapana, mimi sikukupendea mtoto, na hata saizi if at all hautaiweza kupata mtoi, mimi nilikupenda venye uko. Na so nikaachananga na mentality ya kupata mtoi, na nikasemanga sasa acha nijikubali, sitaipata mtoto na that's it. Na since Peter ako comfortable, then why not? So it happened. Period yangu inakuanga irregular. Inaweza kuja date 5, inaweza kuja date 10, inaweza kuja date 15, na inaweza kuja no koma date 2025. So
tukaendelea kukaa, period inakuja. Then period zangu zilikuwa zinakuja ni kama mtu ako na mimba. Yani iko na signs kama za mtu ako na mimba, cause hadi before ikuje, like 2 days before ikuje, nilikuwa na symptoms kama za mtu ako na mimba, matapiko, natoka kwa bed nimeshikilia hivi. So ninafikiria ni ball. Nikienda kupima nakuta sina ball. Nalia. So ikakuwa sasa ni mtindo, period inakuja hivyo. Nika get used to it. Hata nikifeel hizo signs, mimi sifanye nini, sipimi ball. So ndio tujue niko na mimba. There was this time tulienda sherehe. Tukaenda sherehe, mimi nikapiga mambo yangu. After kupiga mambo yangu, Peter akasema tupitie kwa madhe tumsalimie. So there were my sisters pia walikuwa huko. So after tumeenda tumeserviwa supper, Peter akaumisha sister yangu mmoja nyama. Niliwaka, nilipusiana, nilivuruga. Ikafika place, tukaenda home, nikasema I'm committing suicide, nikameza dawa na pombe. Yani ile nimejam, nasema nataka kukufa, he's cheating on me, anga sijui nini. Na nikameza. To a point ilibidi anidilutie, anipatie maji imewekwa sukari mingi ndio nitapike. So after nimetulia na nikalala. So that was date 15. Peter, the following morning, nikienda kupata periods na kuangana hizo mood swings kujam. So Peter thought ni period. Akakaa akaniambia na sija kuona na pads. Sija kuona ukiwa umevaa pads. Nikamwambia juu period haijakuja. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia si itakuja tu, si unajua venye ina changing, then hata tuko date 15. And mind you, nilikuwa naumwa na cramps. So mi hata nilikuwa na mshow tu itakam, because nina feel venye na feelingi ile time nyingine ikikuja, na tena nimezoea isipokuja date 15 itakuja na uko ma 25th 20th. Tukaachana na hiyo story. Mimi nikaendelea tu. Nikakaa ikafika around sasa date 25. Nakumbukanga, yes, it was on a 25th na it was on a Saturday, cause ndio alikuanga anaenda show yenye alikuwa na inakuwa aired kwa TV. So tukitokea hiyo show, cause tulikuwa tunaenda naye, tulikuanga tunatokea saa 6 za usiku. So tukitokea show akaniambia hapana, bado hujanyesha. Nikamwambia na nikamwambia na feel cramps zinauma, so period lazima itakuja. Akaniambia hapana. That time we were staying in Ruiru. So uko chemist zinakuanga 24/7. So akaniambia hapana, tutanunua pregnancy test, twende ukapime. So mimi niko like, pregnancy test na unajua mimi sipatangi watoi. So juu ya madharau nikaenda nikanunua 3. Nikamwambia hata nimenunua 3, ujibambe. Si unataka tu ni hizo memories zini hunt, nianze kukumbuka sipatangi mtoi, cause najua tu nikipima itafanya venye imezoea kufanya. So nikanunuanga 3 pregnancy tests. Tukafikanga kwa nyumba. That time we were staying in a 1 bedroom. So choo ilikuwa iko hapa, sitting hapa, bedroom hapo, kitchen na hapo. So nikaenda choo, nikapima. So you know inaletanga line, inaletanga a straight line. Inaleta kwanza moja, then ndio maybe ionyeshe ya pili, ama kama una sasa ikue dark red. So mimi kuenda kupima, hata nilikuwa nimekalia choo, ikaenda ikaleta line moja, niliitupa chini juu ya kujam na nikatoka choo. Akaniuliza iko wapi hiyo pregnancy test? Nikamwambia si imeleta line moja. Akaniambia ndio uilete. Kwenda hiyo pregnancy test naona ni kama kuna line moja clear, na naona ni kama kuna line nyingine iko clear. Nikaenda nikampatia, nikamuuliza unaona line ngapi? Akaniambia lines 2. Hapana.
Nikamuuliza, na hapo kwa pepa inaonyesha lines 2 inamaanisha nini uko na mimba? Aya, akaanza kubambika. Mimi niko zile za sasa tena nimechanganyikiwa, niko like sasa nikipata mimba, sijaipata mimba tena, nitafanya nini? So nikamwambia mimi siamini. Nikamwambia mimi naumwa na cramps na baby inaweza kuwa ni confusion, maybe imeleta tu hivyo. Juu ninaumwa na cramps, period zitakuja. Juu bado ni date 25. So nikangoja, nikasema mwezi ikiisha ndio nitaamini niko na ball. Mwezi kuisha kama period ijakuja, nikasema so unajua najaribu sasa kujipea moyo sina ball. Nikasema kuna watu period zao zinarukanga, inaweza kuja hii mwezi nyingine ikatae kuja, hivyo ndio yangu iko. So wakati ilifika the other month na ijakuja, ikafika sasa around date 15, bado naumwa na cramps. So mimi sielewi, namwambia mimi naumwa na cramps, so period itakuja tu. Ndio nikapima. Si mnakumbuka nilikuwa nimenunua 3 na nilitumia tu moja. So nikatumia the next month kupima. Nikaona imeleta sasa line 2. Mimi bado niko in denial. So nikamwambia itabidi tumeenda hosi, niende nikapimiwe nini kwa damu. Kende ikaonyesha positive, niko na ball. Sema stress. So mimi tena nikaanza kupanic. Sijai kuwa na ball, sijui feeling ya ball. So ikabidi sasa nimekubali. Let me tell you, the first trimester was hell. Ushaangalia hivi mwanaume unasikia kama utamgonga. And then I used kutapika. Then Peter akikam kunisugua mgongo kwa choo, niko like yo we, hebu niache. Wewe ndio umekosa hii mambo yote. Hebu niondoke. So sikuwa namtaka hadi karibu na mimi. So first trimester ikakuwa ni kutapika. To a point, Peter alikuwa anaenda kupikia food kwa caretaker, atapandisha hizo food zikiiva. Juu nikijaribu nisikie harufu ya kitunguu, nitatapika. So the first trimester ikakuwa ni hiyo kutapika nini. Second trimester sasa ikakuwa ni smooth. Alafu mimi balls zangu zote sikulangi nyama. Siwezangi kukula any type of meat. Any type of meat, be it chicken, be it fish, nini, sikuwahi kula. So the second trimester after imefika sasa nimekaribia kuzaa. Imefika na huko 6 months. Mimi I don't do baby showers, I don't do gender reveal. So ikabidi sisters zangu na mama yangu wakapanganga baby shower bila mimi kujua. And that morning wakaingiza Peter box. Pia Peter ako apendi, but sasa akaona ishapangwa tukosa kuenda tena, hiyo itakaa mbaya. So Peter akani convince, nikaambiwa nipakwe makeup na nivae, tunaenda photoshoot. So mimi nikavaa, nikaenda na nikakuwa surprise. Na nikabambika, of which bado kwa roho mimi sipendi hizo vitu, but hakuna kitu ningefanya. So after nimefanya baby shower, kutoka hapo na hapo nikaanza forced labor. So the reason why sipendangi hizo baby showers, most people hata mnasikianga wakisema time yenye nilifanya baby shower nili miscarriage bla bla bla. Haikuangi ati mtu amekam ati na roho mbaya. Okay, kuna watu wanakuanga wa macho mbaya, wanaitango na Kikuyu adwage mego. But initially inakuanga mse ananyesha ama mse amelala usiku wakifanya 1 2 3, akuje akushike tumbo, unapatanga miscarriage. Okay, so ikuangi ati ni mse hata anataka, hata most of the people hawajuangi. So mika happeningi nilishikashikwa tumbo, nikaanzanga forced labor. So every night, ilikuwa kwanza inangoja usiku, every night nilikuwa ninaanza kushikwa na uchungu.
tunabebana, napita kutoka Ruiru tunaenda Komarok, nadungwa sindano, zinapitishwa kwa nini, kwa drip na kwa dawa ndio uchungu i-maintain. So ikafika point imekuwa too much. Sasa ni daily naenda hosi. Wakaona iya daily hata ni costly. So nikapatiwa Tramadol, tule tu Tramadol twa green and yellow. Nikapewa uto tu Tramadol twa kumeza home. So nilikuwa na meza, penye zitaishia nguvu, uchungu inaendelea. So ikafika place, nikaenda hosi, nikaambiwa sasa itabidi tumekudunga Dexa. And if you are a mom, if ushaikuwa pregnant, if you are a doctor, hakunanga sindano inakuanga uchungu kama ya Dexa. Hiyo hatuwezi pitishiwa huku, juu inaweza kuchoma. Unadungangwa direct mahali kuna nyama. So I had kudungwa kwa bambam. Na unadungwa zote mbili. Let me tell you, hiyo sindano ikiingia unasikianga ni kama nikachuma kamekelewa kwa moto, kanakuwa red, sasa unaingizwa hivi. So nikadungangwa both sides na nikaambiwa nitadungwa for 2 days. Let me tell you Maina, kukaa ni shida, kulala ni shida. I used to sit down nalia cause niko like, and then ukiwa na ball kuna kuanga na ile side una feel uko comfortable ukilala nayo. Sasa pia hiyo side nina feel niko comfortable nikilala nayo, ni uchungu juu ya sindano. And then unaamka unakuta kimtu kimelala hapo peacefully kina kai. I used to feel kama neza. Yeah? So nikaendelea. So the reason why na hiyo sindano ya Dexa inakuanga ndio nini, ndio mtoi akiweza toka before afike, cause unaona forced labor ilianza ball ikiwa 6 months. So hiyo inakuanga in case mtoto akiweza toka mbele akiwa yani hizo 6 months ama 7, at least lungs zikuwe zimegrow. Okay? So that is why nikadungwa hiyo. So nikaendelea, nikangangana na hizo uchungu. So I was nizae Ronix on February 28th. But nilimzaa February 17th. Now this is the reason. So that 17th, that morning, nilikuwa na uchungu. And then I slept, I had a certain dream. Inaonyesha mtoi anakufa. Then in case you don't know, nie de Mojiro ni mtu anaonyeshangwa. So mimi naonyeshangwa through dreams, through evil. So after nimeota hivyo niliamka mbio. That time Peter used to eat miraa. So niliwakuta hapo na bro yake. Nikaamka saa 2 nikaanza kulia. And then mimi nikiweza amka ni feel kitu mbaya, ni feel kustuka na juanga kitu mbaya itafanyika. So that is how niliamka nikifeel. Nikamwambia Peter hapana, na feel uchungu kwa tumbo na nimeota vibaya, hebu tuende hosi. So time yenye tulienda nilikuwa nimezoea naenda na kuta Dr. Nyamu, na mwambia nimechoka na hii mimba tu huyu mtoto. Ananiambia masiku hazijafika. So that time tulifika, tuko kwa gate hivi, tukamkuta ndio anataka kutoka. So tulimblock hivi na gari. Nikamwambia hapana, nitoe huyu mtoto. Akacheka akaniambia umebakisha siku kadhaa, umebakisha 11 days. Nikamwambia hapana. Kaniuliza mbona unalia? Nikamwambia na feel tu kuna kitu iko sawa. Kaniambia twende ufanyiwe ultrasound. So time yenye ultrasound ilifanywa, mtoto alipatikana cord imeminyonga. So nilianza kuwekwa maji hapo na nikaingia theater. Of which niliambiwa kama ningekaa hiyo cord ingemnyonga akufie kwa tumbo. Na unaona nilikuwa nimeota na nilikuwa na feeling mbaya. So that is how nikapata Ronix na CS. Yeah, na hata akitolewa alikuwa amekataa kulia. Alihave kutandikwa. Then hata after nimemzaa tumeenda kwa room, alikuwa anashinda ananyongwa na mate. Sijui ilikuwa mate ama nini. So anaenda neko oxygen, sijui akimtoanga hizo mate.
And so yes, na nikampata. So this story nikipeana, I was giving juu kuna watu wanasemanga wamekaa 7 years hawajaipata mtoi, wamekaa for 4 years. Usijali, when the time comes lazima utapata ball. So guys, tupataneni the next what story. Sasa nitakuwa nawapatia ya this pregnancy yenye niko nayo saizi, niwaambie if we had planned, niwaambie iko miezi ngapi, and so on and so forth, na niwaambie katikati ya hiyo na hii ni gani imenisumbua. Okay, so guys, that is the end of the story. That is the end of the story. Na daily mkoange mnaombea mimba zenyu. Don't expose your pregnancies or photoshoot mnapiganga tumbo iko wazi, iko nje. Msipende mababy shower. If you're pregnant, do you know kuna kuanga na risk za kuenda swimming yenye iko na watu? If you want me to tell you why, pia hiyo nitawaambia, mtaniambia kwa comment section kama niwaambie. So guys, thank you so much. Consider sharing, subscribing, liking and commenting, and ulete watu wengi, okay? Na sasa kutoka saizi it is back to back. Tumerudi sasa, okay? So I love you so much. We love you. Peter atakuwa around, maybe hopefully nikipeana maybe the next story atakuwa around. So we love you. Welcome back, and this is a Mira True Family.